Hello my people. Hello again. It's Papa Sule. Ama Papa Sule, the director. So guys, mnaviona tuko msituni. Tamkiangalia nyuma yetu kule kuna msituni. Tumeamua tutafute location ambayo imetulia kidogo. Hali tufanye mazungumzo 2 3 4 5 hivi 6. So niko ndani ya mjengo, niko na nani? Niko na msanii. Si msanii chipukizi wala si upcoming, bali ni msanii ambaye ameendelea zaidi na anabobea na anazidi kubobea zaidi. So tuko hapa kwa muda mchache tu, maswali kiasi ndani ya nyumba. Tuone na kwaje usanii alianza vipi na inampeleka vipi na anapangilia mambo yapi sana tukiendelea na maisha. Kama hiyo ndo nani ndugu yangu? Naitwa Vic Desailo. Vic Desailo. Yeah, Vic Desailo. So Vic Desailo, hiyo ndio majina yako ambayo tunakupata nayo kwenye mitandao yote ya kijamii, ndio? Kamili. Vic Desailo kwenye TikTok ndio Vic Desailo _1. Kwa sababu nimepata kuna wajanja wawili register na Vic Desailo hapo TikTok tayari. Washajiita na jina lako. Tayari kuna TikTok watu wale ambao japo wanatumia picha zangu, wanatoa kwenye download Facebook, wanaunda clips hapo alafu na post pale. Ndio picha zako. Yeah. Okay. So unasema kwamba tukitopata ngoma zako tunapata on YouTube at Vic Desailo. Vic Desailo Music. Amazing sana. So guys, kimbia pale YouTube mbio, search Vic Desailo na usubscribe, like, comment, share. Na pia kama ni msanii na wewe ni upcoming au una request for collabo, mambo inawezekana. So unaweza pale kwa comment section, you can comment there. Unasema kwamba nataka collabo na msanii. Enda sikiza kazi yake. Ni kazi fiti tumepitia, ni mambo mazuri sana. Na pia kazi poa na ataendelea kupiga kazi fiti kama mtamsupport, kama mnavyo support wasanii wengine wakubwa ambao wameinuka. Msupport ambao wameinuka already. Pia tujaribu kusupport wale ambao wanaanza, na pia ambao mtu ambaye umsikia lakini au msikii zaidi. So tuhakikishe mpaka unamsikia zaidi mpaka asikike ulimwengu mzima na mambo yatakuwa fresh sana. So Vic Desailo, usanii ni talent ama uliiga? Usanii okay, yote mbili wenda kwa ni kweli. Ni talent, kando na kuwa ni talent pia unafanya mazoezi. So ni talent ambayo bado unaifanyia kazi. So huwezi kuwa tu kuna talent so unalala tu unaamka alafu una record, iwezekani. Lazima pia ufanyie kazi. So alafu unakuwa yule mentor, unaona mimi nataka kwa kama fulani. So unaiga, yani unakuwa na talent alafu unaiga fulani. So uliga nani? Mimi mentor wangu anakuwa mwana fulani, Delete Tupac Shakur. Delete Tupac Shakur. Huyo ndio mentor wako. Yeah. Lakini sasa kama alishaaga, mbona anaendelea mentor wako na yeye already anaimba na malaika kule juu mbinguni sasa? Okay. Kwanza mimi tuseme zile kazi zake amezifanya, unaona? Anapoangalia video zake, muziki aliyekuwa anaufanya, yani nafanya naona kabisa huyu sasa ndio nikipata nafasi napenda niwe kama huyu. Okay, so vile aliamua kuondoka duniani, nani tena ndio mentor wako sasa? Kwa sasa jamani tu Nay wa Mitego kutoka Tanzania. Nay wa Mitego kutoka Tanzania, ama True Boy. Na wewe unapenda msanii yupi sana hapa Kenya? Kenya hapa mimi nampenda kijana mmoja kutoka baharini huko anaitwa Echo. Yeah. Okay. Na sasa tukirudi pale kwa usanii, wewe unapiga ngoma ipi? Mimi nafanya tuseme napenda hip hop. Japo naweza fanya muziki wote lakini ndani yangu napenda hip hop. So sasa hata mtu akienda pale kwenye YouTube yako atapata ngoma zipi ziko pale? Hip hop iko hapo. Hip hop? Yeah, hip hop. Kwa wingi? Yeah. Amazing sana. Na so ngoma ngapi so far? Okay, unajua kwanza nilikuwa na YouTube ya kwanza ambayo nikija kwa upload ngoma yangu ya 3 ili nisumbua. Ikakataa. So nikalazimika kufungua YouTube nyingine, unaona? Lakini YouTube ya kwanza ilizima na ngoma 2. Alafu YouTube ya pili ina ngoma 3, alafu kuna ngoma kama 2 ambazo ziko studio bado hazijachomoka. Ziko maandalizi.
Ziko mandezi zinahitaji mambo madogo, zinahitaji mambo madogo ya time na mambo madogo ya mfuko, alafu zinatoka. Alafu ike sawa. Alafu zinakuwa sawa. So kwa zile ambazo ziko kwa YouTube ambayo inafanya kazi sasa hivi. Yeah. So maybe turapie kidogo hata kama ni ngoma moja. Yeah. Ngoma moja kuna pale Hustle, kuna Unakosea na kuna Don't Cry. So unaweza taka nikupige ndoro ya gani? Kuna Hustle. Yeah, kuna Hustle, kuna Unakosea na kuna Don't Cry. Yeah. Sawa. Piga Hustle. Hustle ni kwanza kabisa, Hustle ni ngoma ambayo tunafanya motivation ya kazi ambayo tunafanya mtaani. Yeah, so Hustle inasema hapo kwenye nikupe verse gani? Nikupe zote hizi hapo nikupe moja. Kwa hiyo ngoma unapenda verse ipi sana? Kwa hiyo ngoma yako unapenda verse gani? Yake ya mwisho. Haya basi piga hiyo mwisho ambayo unaipenda basi. Yeah, na mimi niko bomba, so bomba na masanseni chapezi mangoma ndio nipote maganjina. Sipendi rida kugombana na wazai. Akili ziko set nitafuta ngene pate nijezange mifuko na pia na walenje. After that usinivutie tenje. Stay cool itabidi muningoje na kama I same sinimeze mi. By that mimi nataka niende Singapore nipige uradi majuu na walami jo. Nikambaka niamshange kapati home ni by shamba na ndai na pia hao. Mimi nijio femu na sitakangishemu niga niko kwa rieng ya kumekingimani na sijisho. Mina ndoto ila si ya loto, fili joto kwa moyo na sao msoto. Na kesho mtanicheki kwa TV kwa kipindi so vipi na tia bidii. Sipendi kesi napendanga sendi, sisi fake my life na sina kitu kwa benki. Wow. Amazing sana. Guys, hope mmesikia na mmesikia ngoma yake, mmesikia vile ana rap. Mmesikia vile hizo mstari anazitembeza. Smart sana. Najua mtapenda. Na kama hujasikiza unangoja ni kusikiza ngoma kama hiyo, kimbia pale YouTube, search Vic Desailo kwa mitandao yote ya kijamii na utapata kazi ya msanii wetu hapa. So unapangilia kitu kipi sana kwenye kazi yako ya usanii? Kitu gani kubwa sana mashabiki watarajia? Okay, kitu ambacho mashabiki watarajia ni kwamba kila siku yani mimi naangana kutoa muziki mzuri kuliko nilivyotoa jana. Yani ukisikiza, ukienda pale usikize Hustle, ukisikiza Unakosea utasikia Unakosea ni kali kuliko Hustle. Yani unaenda ukipanda. Ukisikiza Don't Cry utasikia uwezi linganisha Don't Cry na Unakosea. Don't Cry ni kali sana kuliko Unakosea, unaona. Alafu saizi kuna kazi mpya inaitwa Nguvu za Pesa bro. Nguvu za Pesa pia na imani kwamba hiyo ni kali zaidi kuliko zingine zote. So yani kila siku mimi ni mtu ambaye naangana kuhakikisha kwamba wale wananishikilia. Unajua muziki hatufanyi kama si kama ukulima na lima yako. Muziki unafanya kwa sababu ya mashabiki, mafans yao. Na hakikisha kwamba wale wananifuatilia kila siku na wapa kitu ambacho ni kizuri zaidi kuliko kile cha jana. Yani mambo mapya. Yeah, exactly. So unasema kwamba hiyo ni ile nyingine umesema ya mwisho bado haijatoka. Kuna kazi Nguvu za Pesa. Nguvu za Pesa haijatoka. Japo ni kazi ambayo ni hatari sana. Yani haijatoka. Asubuhi leo nimekuwa nawasiliana na producer, amenipigia akaniambia mwana mbona ukuje kumaliza kazi? So kulikuwa challenge moja mbili sijaenda kuimalizia, japo ni kazi ambayo ni kali. Lakini utaka mambo sawa hivi karibuni tu. Hivi karibuni nadhani inshallah wiki hii nitakuwa nimeikamilisha kabisa. So wacha tutarajie kitu kizuri, si ndio? Kabisa yani. Na always mambo yanakuwa mazuri. Na maybe support gani unapata? Kuna support yote unapata maybe kwa jamii, wapi hivyo ndio uendeleshe kazi yako usanii? Hapo msene ngumu. Okay, tuseme mimi nashukuru Mungu kwamba kati ya familia yangu wananiunga mkono, japo mimi natoka kwa familia ambayo ni ndogo. Familia ambayo kwetu kidogo yani mkono kuingia kinywani kidogo pia imeanza kuwa soft juzi kama tumekuwa lakini hapo nyuma ilikuwa na challenge kidogo. Sasa unapata ndio wananipa support, lakini support wananipa ni ndogo sana, haitoshi, unaona. Sasa unapata kama bro ama sister amekupiga kama punch, wakati audio ndio kama 6500 kuenda juu, unaona. Hasa hata kupiga punch ndiye amekusupport, kiukweli amekusupport kulingana na uwezo aliona yeye, amekusupport. Na mimi na appreciate kwanza, unajua, kwa sababu mimi najua kwetu ni aje. Sasa akinipa punch naona kweli sister amejaribu. Si ni hivyo. Na uko na unarekodia ngoma zako kwenye studio ipi? At least msataja tu jina studio. At least hata kama producer atakuwa anaiona furahi.
Mimi narekodia studio moja inaitwa Zion Records kwa producer mmoja anaitwa Papa Devi. Zion Records kwa Papa Devi kabisa. Yeah. So popote ulipo Papa Devi pale Zion Records, unapiga kazi kubwa na pia unapendwa sana na watu ambao unawapigia zile kazi, wanazipenda kazi zako na endelea vile vile. Kazi ya Papa Devi nimesikia ni kazi fiti, anafanya kazi nzuri sana pale kwenye studio. Na kuna challenge yote unapitia? Challenge zipo nyingi. Sasa ni uwe specific, uniambie kuhusiana na upande huu challenge ni ipi? Challenge zipo. Kwa usanii unapitia, kuna challenge ambayo unapitia kwa usanii sana sana? Kusema challenge bwana. Unajua muziki ni kama biashara yote ile. Ni kama tu biashara, ni kama ukulima, ni kama kufungua duka, hoteli, ni hivyo. Hauwezi ingiza hela leo na inatoka leo. Sasa challenge unafaa kuinvest. Unaweka. Sasa wakati mwingine tuseme unaenda mpaka muda inakosekana kwa sababu unafaa ukimbie hustle kidogo, upange mambo yako, unafaa sasa nimekwambia kama sasa hizi producer ananiuliza bwana mbona haujakuja kumalizia kazi, unaona? Hii hajajua nimegwama wapi, unaona? Si kama nimekataa kwenda kumaliza kazi, hapana. Kuna mambo yangu kidogo ambayo hajaenda, si unaona? Sasa unapata kuna wakati fulani alafu nimekwambia familia kwetu sisi ni wachanga kimfuko. So unapata ni kujichanga niangalie ndugu zangu nini pale, alafu nijiangalie mwenyewe, niangalie sana, unaona? So unapata kidogo mambo haendi soft sana vile. Mchanganyiko kiasi. Mchanganyiko unatokea, lakini nashukuru kwa sababu vizuri sana. So kuna collab yote umepiga na msanii yote maybe? Kuna collab nimefanya na kijana mmoja anaitwa Vortex. Alafu kuna collab maybe si collab, ameniambia chorus Kill Nice. So ile ngoma ipi? Sasa ile ngoma inakuja sasa ambayo haijatoka hiyo. Okay, so Kill Nice Kenya. Pia ni jamaa mkali sana anaitwa Kill Nice Kenya, ndiye amechapa chorus hiyo ngoma ambayo inakuja. Amazing sana. So watu wategee kitu kikali kutoka kwake Kill Nice na Vic Desilo. Alafu kijana na sauti amazing. Yaani hiyo chorus imesimama. Yaani kabisa hiyo chorus imesimama. Itapendeza sana. Ishakubaliana naye tayari mimi mwenyewe. Hata ile marekebisho ambayo niko nayo ni sehemu zangu za verse, kisehemu ya chorus sawa. So guys, keep tuned. Tuendelee kuarifu zaidi kuhusu Vic Desilo kama atakuwa ameupload hiyo ngoma ama hapana. So akishaachilia ngoma ndawaarifu, ashaweka ngoma mpya ambayo anatuambia iko jikoni, inaandaliwa, inapikwa vizuri ifavyo. Na maybe uko na mshikaji bana, kwa saizi bado mipango sijaiweka sawa. Hayupo. Kwa sababu nilikuwa nataka niulize kama yupo. Okay. Umetoa video, si ndio? Nimetoa video. Kwa sababu kuna ile ngoma ushaitoa video na mwanadada yote hivi. Ngoma nimetoa video na wanadada kwenye YouTube ya kwanza, ngoma zote zina video na wadada. Afu YouTube ya pili ndio video niyo hustle ambayo nimefanya sister moja anaitwa Sheila. Na wanadada maybe unawalipa ukienda kupiga nao kazi ama? Lazima bro, lazima wewe mtu kwa shughuli zake, uweke shughuli zako alafu muache bila unga mwisho wa siku. Lazima aende nyumbani na kitu ameshika kwa mkono. Kachai kidogo. Lazima kweli. Vizuri sana. So kazi ambayo tu inakuja mbele, pia watu wategee video nzuri sana, si ndio? Kabisa. Tarajeni video nzuri ambayo imeandaliwa kwa mandhari mazuri. Yaani tarajia kila kitu kizuri, tarajia kila kitu. Ukifika pale kwenye YouTube, hapo kwenye subscription, ukiangalia hustle, tarajia unakosea na kuja kali kushinda hustle. Tarajia Don't Cry itakuwa kali kushinda unako. Tarajia Nguvu za Pesa ni kali kuliko. Yaani kila siku ukiangalia jua kwamba kinachokuja pale ni moto kuliko cha jana. So hii video, hii ngoma umeisifia sana ya Nguvu za Pesa. Hebu guza kidogo. No. Guza kidogo. No. Hapo inaweza kaguzo lakini haijakamilika. Kama ilikuwa imekamilika ningeiguza. Okay, mimi hapa si wote ni wa Kenya. Si wote ni wa Kenya. Haijakamilika, siwezi nikaiguza. Ingekuwa imekamilika ningeiguza. Kama ningekuwa na kwamba na upload leo, ningeiguza afu ni upload saizi. Lakini sababu hapa ni Kenya, siwezi nikaiguza afu sija upload. Tena maneno mengi.
so naondokea tu kwa sababu sitaki wewe unajua mambo haya. Naelewa. So kuna star yote ambayo unatamani kupiga naye ngoma? Star yote hadi kwa dunia tu, star yupi ungependa siku moja unaona wewe nikiimba naye basi nafurahia sana moyoni? Yaani mimi bana star ambaye mimi namtambua ama star ambaye mimi naona kama nikikutana naye tunaweza fanya kazi nzuri. Nikikutana na acha nikutajie, kama nikutana na Eko, mimi naona kama sauti yake iko sawa sana. Eko, kuna mwana anatokea Mombasa sana anaitwa Eko. I say huyu kijana amesimama sana. So unasema saizi ikitokea kwamba umepiga naye ngoma utafurahia sana ni? Yaani kati ya ndoto mimi naota yani nikapata tuseme management kubwa ya kunilingi na Eko. Naweza ngangana sana kuhakikisha kwamba hiyo kazi imesimama. Eko ni mtu ambaye ni kijana ambaye mimi binafsi yani hapa Kenya mimi namtambua Eko. Na maybe ni chakula gani utumiangi? Mimi kwenye vyakula ama vyote unatandaza? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba kitu ambacho siwezi kula ni kile ambacho hakiwezi kikapikwa kikaiva peke yake. Hivi bora kinaweza chemuka kaiva. Kwangu mimi kinakulika. Kitu gani ushafanywa na hujaisahau mpaka sasa? Iko kizuri kwa kibaya hujawahi sahau na utaisahau? Kuna siku moja nimehamishwa kwa nyumba bila kuambiwa tunahama. Kuna siku moja nimetoka mambo yangu mishi ya siku kama vipi kufika nyumbani hivi. Napata nimeshahamishwa alafu alinihamisha kuniambia tunahamia wapi. Umehamishwa? Mimi nimepata tumehamishwa, ni nyumba imehamishwa kila kitu afu sikuambiwa tunahamia wapi. Hiyo ndio kitu ambacho utawahi sahau. Yaani kusahau inakuwa ni ngumu sana. Yaani kila siku ninavyoamka ninavyogonga mlango hivi nakumbukanga. Alafu tunapoongelea masuala tu ya kike mara mingi nakumbukanga. Sasa ni kitu ambacho kusahau itakuwa ni ngumu kidogo. Na ndio hadidia mpaka wajukuu. Na maybe tukuja kwa wanadada, maybe mwanadada yupi ambaye huwezi mdate? Yaani tribe ipi? Huwezi penda, yaani huwezi hata itokee nini huwezi mdate, huwezi mpenda. So far so bad side hapa. Ndio tunaishi sasa, si ndio? Yaani sema tujapo beef si ya zamani, beef ya juzi. Kwa saizi mimi mkale ni no. Wewe usipenda mkale? Kabisa haiwezekani. Mkale. Sawa. Japo siku ubaya, sio kwa ubaya. Haiwezekani ndugu yake ameweka uchumi mbaya kwa inji, alafu nihangaike ni shida yake nyumbani. Kwa hiyo sababu tu, sio kwamba kuna sababu nyingine. Lakini wakiniunga mkono tuseme ndugu yao one time fresh. Kuanzia 2028 hapo kama rais sio jamaa, mbona tunaoana tu fresh. Lakini kwa saizi kwa hii hali hapana kabisa. Wale hawezi muoa. Siwezi. Acha muoa kumdate tu, ni urafiki akuje kwangu anitembelee staki. Mbona watu wazuri hivyo bana? Ni wazuri nakubali. Nimesema issue si mimi na watoto. Issue ni baba yao mkubwa. Na inji gani sana unatamani kufika? Natamani kufika. Unajua mimi ni Mwafrika ambaye ninajipenda sana. Sasa nchi ambayo mimi natamani kufikia sasa hivi hapa Afrika. Nadhani nikifika nadhani Central Africa tuseme yote. Sawa, Central Africa. Kwa sababu mimi East Africa nimekuwa kila sehemu. Sasa Central kidogo hapa sio mbali sana. Sio mbali. So huko ndo unatamani ukifika basi utakuwa ni relax. Na Dubai sijawahi yote, hiyo ndio kwanza kichwa changu. Japo watu wanasifia kwamba ni kuzuri, wanakwenda kazi wanasema ni kuzuri, wanakuja na hela, lakini mimi yani wewe ni maoni yako. Nimesema mimi ni Mwafrika ambaye ninajipenda sana. Na napenda nyumbani kwetu, unaona. Siwezi niambia naweza penda kutembea Marekani, nitakuwa nimeongea uongo. Mimi ni mtu ambaye maybe nikipata dirisha kuingia Nigeria sawa, South Africa sawa, hivi hapa Afrika tu nyumbani. Inawezekani kwamba hawa wanakuja kwetu kutembea afu tunatoka kwetu tunaenda kutembea. Vipi sasa? Inataka kusumbua. Sawa. Ni sawa. So guys,
Unavyoona niko ndani ya jengo na Vic Desailo. Msanii anapiga ngoma yote, anapiga rap, anapiga nini, bongo, yote. So ukitaka kusikia ngoma zake ingia pale YouTube at Vic Desailo na utapenda kazi Vic Desailo Music, ndio? Tumesahau kutunga music hapo mbele. Niliona ni Vic Desailo Music. Hivyo una search Vic Desailo Music, una subscribe, una comment, like, una share. Na tumesema kwamba kama ni upcoming na unahitaji collab, chance ndio hii hapa. Usibakie nje. Pale comment section comment kwamba unataka collab, na pia tutazungumza zaidi. Nitakupatia namba ya WhatsApp, tutawasiliana na utapia ngoma na msanii wetu hapa. Tukiendelea Vic Desailo. Maybe kiwango cha masomo umefika wapi? Masomo bro, mimi msomi bwana. Mimi drop out basi. Haina shida, drop out. Ndio mtu anataka drop out lengamba al drop out university. Tadia. Mimi drop out. Kuna shule moja inaitwa Anderson High School. Asa hapo Anderson High School ile form 3 yao ilinishinda kumaliza, nisumbua sana. Kile so unajua wakati ule sasa ndio maisha yameanza kwa maisha ujue. So hakuna wazazi hapo home. Sasa mimi nipange madogo niende shule. So unaona? Sasa hiyo niangalie space yangu, niangalie ndogo atavaa uniform gani. Japo elimu ilikuwa bure, sio kama saizi. Ilikuwa bure. Lakini sasa yangu ilikuwa inalipe, alafu niangalie madogo ikanishinda. So ilikuwa lazima tungoja sacrifice. Ilikuwa lazima ni sacrifice ili wasome. Ndio maana ndugu zangu wote wadogo wamesoma. Wote. Nadhani mdogo anafanya hii grade 9 anamaliza mtihani hivi karibuni. So kwetu wadogo wanasoma. Mimi ndio nilisumbua. Lakini inawezekana. Inawezekana. Kuna wewe unazungumza naelewa unachokimaanisha. Mimi sikukataa shule ilinikataa mimi. Shule ilikataa. Ni shule ilikataa bro. Si mimi nilikataa shule. Na sasa ikitokea kwamba unafaa wewe mzungu unaweza muoa. Hapo tusidanganyane kabisa. Hapo jibu ni no. Wewe mzungu. Kabisa. Sasa kwa nini? Yaani nimeanza kusema kwamba mimi ni Mwafrika ambaye najipenda. Na sasa sio ni sababu kabisa. Unajua sisi kizazi cha saizi tunaona uzuri wa wazungu. Japo babu zetu walishikwa na wazungu wanalia wakipelekwa kwa wazungu, unaona? Leo sisi tunangana kwenda kwa wazungu. Mimi ninavyoamini mzungu hana kitu cha kizuri. Vita zinaendelea Afrika ni wazungu wanasababisha, kama utakujua. Ni kweli. Na kwa sababu nalijua hilo. Najua kwamba mzungu si rafiki wa Mwafrika, unaona? Sio kwa sababu hiyo mzungu hapana. Hapo msikubaliana na. Mzungu kweli hapana. Yaani japo sina, yaani kutokea hata nini, yaani mzungu kweli ni no. Hiyo hapana. Tujaribu watu wengine bwana, Waturkana hapo juu hapo. Watu hapo wengi, watu ndorobo msituni kule juu. Tukikombea mkale na mzungu sasa fadhali cha mkale ndio. Sasa kikiumana sasa ikifika kwa barabara sasa ni mkale na mzungu wako mbele yangu hivi. Sasa hapo no option. Option itakuwa ni moja, ni mkale sasa. Hivyo tu sasa. Lakini bure without hapana. Mzungu hapana. Inawezekani. Hapa yendi. Sawa. Wakali. Unazaambiaje mashabiki wako? Ama unazoambia wangoje kitu kipi kizuri sana? Waambie kitu basi wafurahie na maybe waendelee kutegea. Mimi nachowaambia mashabiki wangu wote ni kwamba kila siku ninapoamka nikiwa niko hai, Mwenyezi Mungu ananipa hewa na ipunga. Siku zote tarajia mema kutoka kwangu. Tarajia muziki mzuri. Tarajia hata nikipata hela pia nitaanza kupromote talent ndogo ndogo. So tarajia vitu vizuri kutoka kwangu. Mimi ni Mwafrika ambaye nimesema najipenda mimi na ndugu zangu. So tarajia vitu vizuri, nikishika hela mtaanza kusikia amefanya show mahali amechukua kijana fulani. Tarajia vitu kama hivi yani. Na maybe uambie tu mwezi kesho tarehe 14 ambayo ni December 2025 kuna kitu kipi waambie? Tarehe 14 I say tarehe 14 December itakuwa Jumapili au sio? 2025 December tarehe 14 itakuwa Jumapili. My former primary school penye nilichapia KCPE wakati ule kama CBC Jakam, nitakuwa hapo juu wanasemanga charity begins at home wanaposema weupe. So nitakuwa nafanya show yangu hapo uwanja wa Chepchoi na primary.
hapo ndo nisoma primary yangu. So ndaanzia hapo yani. Sasa ndio show yangu ya kwanza, sijaifanya show kabisa yani. Nafanya show ya kwanza Chepchuna Primary tarehe 14 ya mwezi wa 12 2025 mazi. Karibu mmoja, karibu na best yako, karibu na familia yako, karibu kijiji yenu, karibu nyinyi wote. Amazing sana. Tukirudia tena nasema kwamba tarehe 14 December 2025 ambayo itakuwa Sunday. Show itakuwa pale kwenye uwanja wa Chepchuna Primary School. Ngidhani kama unajua Chepchuna Primary School iko Chepchuna Ward, Trans Nzoia County. Yeah, exactly. Na nitoka show kali sana. Kuna wasanii watakokuwa kubwa hapa Kenya kama Defrix Defubo atakuwepo. Na pia Dufla, msanii kutoka Turkana County atakuwepo. Karibu sana. Kama ni upcoming pia kuna chances 1, 2, 3 hivi ya wewe pia kutoka block, na utajumuika hapa na wasanii wengi sana wanatoka mbalimbali wanakuja kupiga show. Collabos utazipata kama kutoka kwa wasanii wetu hapa Vic the Silo. So tutakuwa hapo kuanzia mapema sana saa 5 mchana hivi. Tutapiga till late. Yaani tutapiga mpaka hata asubuhi, mpaka kesho yake asubuhi. So mkawa ni msanii, jipange na ngoma zako. On Facebook pale tutapost tutaweka nini, tutaweka namba. Ukitaka kutupata unatucall, unatutext, unatufanyia ade. Yaani ndio ujue mengi zaidi kuhusu hiyo show, ndio unajipanga vipi nini mambo kama hayo. Lakini tarehe ni tarehe 14 December 2025, itakuwa on Sunday. Usisahau. Usije kusema wao hatukuambiwa. Jitokeze. Ukuje uonyeshe talent yako, uonyeshe ni nani, watu kutambue. Na entry fee ni free, unaingia bure hapo ndani. Haulipishi chochote kuingia pale. Na drinks zitakuwa za bure. Unakunywa mpaka uache. Ina set nini? Ni compulsory. Alafu last thing ni kwamba best artist upcoming of the day kama hajai record hana hata wimbo moja, mimi nampatia promo ya kurekodi wimbo free. Ani free. Kwa bili yangu yani, kwa bili yangu namsimamia audio. Kama nitakuwa nimejaliwa mfuko vizuri na mjalia na mpaka na video. Msanii ambaye hajawahi rekodi atakayefanya vizuri kwa hiyo siku. Yani tunaanza chini, naanza kuchukua wengine wakiwa chini. Hatungoji kuwa mastando tu shika wengine. Tunaanza tarehe December tarehe 14 kushika watu mkono. So unafika pale ukifanya kazi yako vizuri, beats zitakuwa aina zote. Sema unataka gani? Afrobeat, mapiano, bongo flavor, unataka beat aina gani zitakuweko. Atakaye perform vizuri sana. Mimi nikiwa Vic the Silo. Mimi kama mimi. So logo, sio management, sio studio, nikiwa mimi yani. Huyo mtoto nitamshika mkono, nitampeleka studio, atarekodi audio. Kama nitakuwa poa mfuko mpaka video kwa bili yangu. So come, your chance might be there. Anajaribu kumaanisha kama ni upcoming na uko na mistari, ujui beat utapata aje na ujui utarekodi aje. Ujui watu watakutambua vipi. Chance iko hapa. Hiyo date 14 wewe jitokeze. Na ataona talent yako uko vipi na atakusupport bila anajua. Tena studio utapiga ngoma bure. Okay. Wewe jitokeze, atasupport audio, mimi nitasupport video. Simple. Jitokeze, utasupportiwa video na audio. So ni wewe tukuja na mistari yako. Na make sure ikuwe kali. Si tunaangalia kazi. Usije kutupima. Tunaangalia kazi vile inakaa, ndio? Tumesema kazi nzuri. Kazi nzuri. Nikiwa Vic the Silo, msanii mbora kabisa wa hiyo siku ambaye hajawahi rekodi, ajui studio, anajua tu kushika mic na kuimba. Atakayefanya vizuri, Papa amesema atasimamia video. Amina, nitakushughulikia audio. Wewe kuja na mistari, niridhike nayo. Siku moja ama 2 baadaye utakuwa umerekodi muziki. Hiyo ni kuonyesha jamii kwamba si lazima tukue na magari ndio tushikane. Tunaweza shikana hata kama tunatembea kwa miguu. Kumbuka kwamba Papa Sule Production hiyo ni crew ambayo ina support upcomings. Ukiangalia pale kwa Papa Sule Production tuna videos nyingi sana za wasanii na umeona kazi zao ni wasanii wakali. Tunatoka wote chini, tunatoka wote block. Haijalishi jinani, hakuna. Kama tu wewe uko na ndoto ya kuwa msanii, kuimba inakusumbua kidogo, kuja tajiri utafanya mambo itakuwa sawa. Video tutapigiwa bure. Papa Sule Production itakusupport bure kwa video na audio utakuwa supported na audio na Vic the Silo Music. So thank you guys for watching. Thank you for supporting. Na continue supporting
Na pia msisahau pale kufika pale YouTube at Vic the Silo Music, msubscribe, then mlike, mcomment, mwachile pale comment yenu, mseme ngoma ya msanii iko vipi na kazi yake iko aje. Tumesema hiyo tarehe msikose. Usije ukatulaumu ati mkusema, tumesema basi. Posters zitembea kila mahali. Kutakuwa na wasanii wengi, kutakuwa na Big Singers 254, kutakuwa na Bullet Boys 254, na pia kutakuwa na wasanii wangu wa Papa Sule Production, na pia kutakuwa na Vic the Silo Music. Kutakuwa na msanii ambaye anajulikana Kenya nzima zaidi sasa, Defrix the Fubu, ambaye atakuwa anafungua uwanja rasmi. Na mnamjua, mmesikia ngoma zake. Kuna ngoma yake inaitwa Ndatokaje. Ndio trend. Ndio sasa. The Fubu ametrend na hiyo Ndatokaje. The Fubu Ndatokaje. Utamwona live. Unamwona kwa gazeti, unamwona kwa TikTok, kwa TV wapi. Lakini hiyo siku utamwona pale Chepchone Primary School live. Na pia kwa wale mtakuwa mbali, mtakuwa Nairobi ama mko nje ya nchi, tutawaleta live that show at Papa Sule Production. Mtakuwa mna watch live show ya wasanii wakiperform. Na pia kama wewe ni unaweza support msanii, sila unaweza msupport kwa kuwatch video. Kuna mtu anaweza msaidia kwa kwenda kurekodi ngoma nyingine studio. So kama ni msanii, kama ni uko hapo pale uko na pesa unataka kusupport msanii, unaweza zungumza na sisi na tutajua vile tutafanya mpaka huyu msanii akuwe supported, data afike mbali, afike juu, afike majuu na asirudi. Maana mmezoea kusema hivyo, tutakusupport ufike majuu usirudi. Ni sawa? Vile mmesema guys, your support is a blessing to us.